70% ya mabinti waliomaliza chuo hawawezi kudumu kwenye ndoa kwa sababu hizi 5. Ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba mabinti waliomaliza chuo, ukifanya utafiti utagundua kwamba kama umeingia katika ndoa huwa hawadumu zaidi ya miaka 3, wanakuwa wameachika katika ndoa. Zipo sababu 5 ambazo zinapelekea mabinti waliomaliza chuo kutoweza kudumu katika ndoa. Na ni vizuri zaidi kujua kwamba mpaka hiyo miaka 3 mfano imefika, basi mwanaume anakuwa amevumilia au anakuwa katika ndoa ya wazi, ile ya kwamba mwanaume anakuwa anafanya mambo yake na mwanamke anafanya mambo yake. Lakini zipo sababu 5 ambazo zinafanya mabinti waliomaliza chuo wasiweze kudumu katika ndoa. Sababu ya kwanza ni kukumbatia marafiki wa kipuuzi ambao walikuwa nao chuo. Ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba mabinti wengi wa chuo huwa wana marafiki ambao ni wapumbavu. Sasa anaingia katika ndoa, baada anaendelea kukumbatia wale marafiki ambao ni wapumbavu, wale ambao walikuwa wanatafutiana mabwana, wale ambao walikuwa wanatafutiana madanga. Kwa hiyo unakuta hii inakuwa ni sababu mojawapo ambayo inamfanya mwanamke huyo au huyo binti kuweza kuachika katika ndoa. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kufahamu kwamba hii ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo inafanya mabinti waliomaliza chuo kuweza kuachika katika ndoa. Na pia sababu ya pili ni sababu ya kuendelea kuwasiliana na wanaume ambao alikuwa analiwa kwa ajili ya kupata pesa. Mabinti wengi wa chuo ni mabinti ambao wanapoingia katika ndoa huwa wanaingia katika ndoa kwa ajili ya kutimiza wajibu wa kuingia katika ndoa, lakini bado atakuwa anaendelea kuwasiliana na wanaume ambao walikuwa wanampa fedha kabla ya kuingia katika ndoa. Yani alikuwa anajiuza kwa wanaume wenye fedha, kwa hiyo ataendelea kuwasiliana nao. Kwa hiyo ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya mabinti waliomaliza chuo kutoweza kudumu katika ndoa. Na pia sababu ya tatu ni sababu ya kutoridhika na uchumi wa mwanaume aliyemuoa. Yani unakuta binti kaolewa na mwanaume mfano hana hela au ana hela kiasi fulani, basi kwa sababu mabinti kwa 100% waliomaliza chuo wanapenda kuishi maisha ya kujionyesha kwamba wana fedha, basi hii humfanya kutoweza kuvumilia uchumi wa huyo mwanaume aliyemuoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba hii pia ni mojawapo ya sababu. Na pia sababu ya 4 ni sababu ya kuendelea kutaka kuishi kwa status ambayo alikuwa anaishi katika kwa marafiki, yani katika hicho chuo au katika kwa majamii jinsi ilivyokuwa inamzunguka kipindi anasoma. Kwa sababu tunajua kwamba mabinti wengi 95% wamezaliwa katika familia za kimaskini. Kwa hiyo hata kama ataingia katika ndoa, basi atataka kuendelea hapo ya hiyo ndoa kuweza kuvunjika. Na pia sababu nyingine ya mwisho kabisa ni sababu ya umaraya ambao haufichiki. Yani mabinti waliomaliza chuo 95% naweza nikasema 95 ni mabinti ambao ni maraya. Kwa hiyo ile hali ya umalaya bado inakuwepo. Kwa hiyo inamfanya aweze kushindwa kuiacha. Kwa hiyo inakuwa ni sababu mojawapo iwe ya kuachika katika ndoa. Na pia sababu nyingine ya nyongeza kabisa ni sababu ya kushindwa kuishi katika tabia zinazofaa katika ndoa. Na pia sababu nyingine, nyongeza nyingine ni sababu ya kutaka usawa katika ndoa. Yani unakuta mwanamke yupo katika ndoa anasema mume wangu unatakiwa uoshe vyombo, mume wangu unafua. Mabinti wengi wa chuo wana hiyo tabia. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya mabinti wengi waliomaliza chuo ndoa zao zisiweze kudumu. Na pia sababu nyingine ya mwisho, nyongeza zaidi, ni kwamba mabinti wengi wa chuo wanafunga ndoa kwa ajili ya kuwakomesha marafiki zao au kuikomesha jamii kwamba wamepata mwanaume wamefunga ndoa, ili hali mioyo yao au moyo wake haujamridhia huyo mwanaume. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo inafanya mabinti waliomaliza chuo kutoweza kudumu katika ndoa. Nikumbushe, kama wewe ni binti na ni peace, hakikisha unapata hizi chupi. Hizi chupi zinauzwa shilingi 3000. Ukichukua chupi kuanzia 5 nitakufuata kama upo Dar na nitakuelekeza namna ya kuweza kufanya mapenzi ukiwa umevaa hizi chupi, kwa sababu watu wengi au mabinti wengi hawajui kufanya mapenzi. Hizi chupi zinafaa mabinti ambao ni wabichi, ni nzuri sana. Na pia hizi chupi mwanamke mzuri
anazivaa kabisa, anapendeza kabisa. Nitakuelekeza namna ya kuzivaa ukiwa unafanya mapenzi, namna unapokuwa umevaa chupi unafanya mapenzi, na namna ya kuifanya uwe pisi nzuri wakati unapokuwa unafanya mapenzi. Ni chupi ambazo ni nzuri sana na zinafaa mwanamke ambaye ni pisi mwembamba kidogo, sio mnene sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kupata hizi chupi. Chupi hizi zinauzwa shilingi 3000. Ukichukua 5 nitakuletea popote utakapokuwepo hapa Dar es Salaam, na utaweza kupata darasa la kuweza kufanya mapenzi. Na nikumbushe kwamba kama utahitaji kupata ushauri wa video za style za mapenzi ama kuwasiliana na mimi ili kupata hizi chupi, utanitumia ujumbe WhatsApp kwa namba 0713 7287 36. Na kama utakuwa nje Tanzania, utaanza na jumlisha 255 713 7287 36. Naitwa Isaac Kanyankole. Asante na karibu.